I'm going to talk a little bit about our localization strategy. Tulizindua mwaka jana. So I will talk about the strategy but also present our OCA OCD approach, an approach that was developed between our country office in collaboration with Save the Children Sweden. We've tested it, we've worked with partners, and some of them, they are here, they can attest to it. Now, it has worked. And I think at the end of this, we are also going to call everyone to advocate with our funders to also support the OCA OCD approach for the growth of our organizations. So, as Save the Children, we have a way, we have our definition of localization. Na tumesikia discussion ya localization imeanza in the previous sessions, tumesikia some definitions even from the development partners. But at this point, ningependa we take a minute and just, we also want to understand your perspective in terms of how you understand localization, or when you hear localization, wewe unaielewa vipi, unaitafsiri vipi, ni nini ambacho kinakuja kwenye mind yako, au ni kitu gani ambacho unafikiri kinatakiwa kuwe kwenye community wakati tunasema localization. Kujitegemea na kustahimili misukosuko ya kifedha bila kutegemea wahisani nje ya nchi. Tanzania for Tanzanians, kufanya kitu au vitu kuwa local or focusing on a local content, simply unyumbani. Wow, I love that. Yeah, indigenization of processes, tumesikia even in previous discussions. Context analysis and solutions, giving local partners more control, ownership of development initiatives, and localization is the arrangement of resources for alignment with the organizational activities. Okay, yeah, I'm glad because we are also in the same, we are also, tuko kwenye njia moja, tuko na the same understanding. So for us as Save the Children, in terms of how we define localization, kama shirika linasema localization, maana yake ni shifting power, shifting resources, and decision making to local actors. I think we are in alignment to the definitions ambazo zimetolewa. The reason why we need to localize and give power and give ownership and give local actors and national actors decision making processes, resources, and power, it's because wao ndio wanaelewa context na mazingira ambayo wanafanyia kazi kwenye development, kwenye humanitarian response. They are the ones who respond. Nyumba yako ikiungua moto au imetokea janga la mafuriko, hata kuja mzungu kuja kuokoa jamii, ni sisi wale majirani ndio tutadumbukia kwenye maji, tutaokoa vya kuokoa. We are the first responders. So we need to be empowered. We need to be at the center of decision-making processes in development and humanitarian programs. So, and for young people, tumesema kwamba young people are innovative, they are energetic, they are adaptive. So imagine if they are given that ownership, if they are empowered, what will happen to our communities, what will happen to our young people, what will happen to the rights of children, rights of youth, rights of women, etc. Interventions zote ambazo tunazifanyia kazi na for advocating for. So civil society, local and national actors, they need more support in order for them to thrive. So that's how we define localization for Save the Children. Lengo ni nini? Mwisho wa siku, we want civil society to be sustainable programmatically, to have programs that have impact, programs that are addressing the real needs of our end users, our communities, but programs that are environmental, they're environmental friendly. They're not harming the environment. We want organizations to be stable in terms of their systems, how they operate. We want them to be effective, want them to be efficient, but also in terms of the funding, to have that financial capacity to operate and to continue existing. Thank you so much for listening, and that's the end of my presentation. Kwa majina naitwa Lilian Kapinga, nafanya kazi na Save the Children kama program manager wa mradi unaitwa Vijana Plus.
ambao tuna aim ku strengthen capacity ya youth-led CSOs, but young leaders in general. Nitaanza na wewe kaka Onesmo. Tunajua THRDC imekuwa katika mstari wa mbele katika kusaidia CSOs ambazo zinajikita katika haki za kibinadamu, lakini pia kutetea haki za binadamu, lakini pia tumesikia kwa first presenter akituwasilishia mkakati wa uhamasishaji wa rasilimali ambao unaweza kuongeza ustahimilivu na uendelevu wa mashirika haya. Naomba labda utueleze kwa kifupi ni kwa jinsi gani hizi CSOs zinaweza zika make use of this strategy na zikaweza kuenhance their sustainability and resilience ili waweze kuendelea kuwa relevant na waweze kuendelea kuwafikia watu wengi zaidi kwa kazi wanazozifanya. Karibu. Sisi tunadili na wanachama wa mashirika ya haki za binadamu nchi nzima na tunajua hali yao ya kifedha ilivyo, lakini tunajua umuhimu wao wa kazi za utetezi nchi nzima, hasa kule vijijini kule ambako kuna changamoto lakini hawana fedha. Lakini hapo tukagundua wapo watu ambao wangeweza kuwasaidia, kwa sababu kwanza hizi local grassroots CSOs ni watu ambao wanahitaji hela nyingi sana. Ukiwapa hata milioni 5 wanakufanyia kazi kubwa sana, lakini mle ndani kwenye mazingira yao tukagundua kuna makampuni, kuna wafanyabiashara, kuna watu ambao wanaweza katoa 200,000, 500,000, lakini hakuna mekanizmu maalum iliyotengenezwa ya kuwaleta pamoja. Na hii inatokana na kwamba hatukuwa na hiyo culture ya kufikiri kwamba tunaweza tukapata hela ndani mwengoni mwetu. Lakini ni kwa sababu hatujui hata zile foundation zinazotupa hela na zenyewe zimechukua kwa watu wa kwao kama tulivyo sisi. Yaani unaona Ford Foundation, unaona Rockefeller, Open Society, hawachukui kwa serikali, wanachukua kwa watu tu, mtu mmoja mmoja au makampuni. Kwa hiyo tukagundua hilo changamoto. Lakini la pili tukagundua kuna negative narratives ambazo zimeshajengeka baina ya private sector na sisi CSOs, kwamba wale watu sio kufanya nao, wale watu kazi yao ni kupambana na nini, msiwape fedha, msikanao karibu. Kwa hiyo tukazani hiyo kazi hakuna mwingine anaweza kuifanya zaidi ya mtandao kama sisi ambao tunafanya kazi ya overall. Kwa sababu shirika moja lisingeweza. Kwa hiyo sisi tukaja na hiyo strategy. Hiyo strategy kazi yake moja ni kuchange narrative. Kukutana na wafanyabiashara private sector kuambia jamani tusikimbiane, tuwe pamoja, tunaweza tukafanya kazi. Kwa hiyo kazi kubwa ni kuondoa ile narrative kwamba usifanye kazi na wao wanaharakati, usiwe karibu na wanaharakati. Hiyo ni narrative ambayo ni ngumu kuiondoa, lakini tumefanikiwa. Na ndio maana unaweza ukaona sisi wote tunawaambiaga some of our members watuambie ukipata hela leo, na mwingine atuambia nimepata leo CRDB wamenipa hela huku, Dangote leo ametupa hela. Sasa ziko hizo ni uncoordinated, yani haziko formalized. Kwa hiyo tukasema tutengeneze formal mechanism ya kuweza kuchukua hela kwa private sector, na sio tu private kwamba awe ni kampuni kubwa, lakini hata mtu yoyote, hata wewe hapa unaweza kutoa 200,000 ikaende ikasaidia. Kwa hiyo ni mechanism ambayo tukadhani tuanze, na ndio maana tukatengeneza hiyo strategy. Tumeshawaeleza na tunaendelea kuwaeleza, na walikiwapo waliona na wenyewe walikiri kwamba wakati mwingine tunataka kusaidia lakini hatujui tupeleke wapi. Kwa hiyo sisi tukafikiria tuje na strategy, na kuna modo nyingi kama mlivyoona. Moja wapo ni kujenga uwezo, kufanya mapping kwamba ukiwa Mtwara kule, ukiwa Kigoma, CSO zote za Kigoma ziwe zina caucus za mara kwa mara na wafanyabiashara, wao wanaelezana, lakini pia sisi tuwapelekee options tunazofanya kazi, maeneo ya kazi, alafu wao watachagua mimi labda NMB niko interested na eneo hili, ndafanda wanaofanya kazi ya watoto. Mwingine atakuwa interested labda na mazingira, atasema mimi ndafanda wanaofanya mazingira. Kwa hiyo tuka identify areas za CSOs. Lakini bado tukaona hiyo haifanikiwi. Sasa hii ndio maana Dr. Kalaga amemalizia, na tulikuwa tuna deliberate hata na serikali, kuna umuhimu sasa wa kuwa na formalized entity ambayo Bakresa akitaka kutupa hela anajua na sehemu anakwenda kuweka na atakupata, na ni rahisi kupata matokeo, taarifa kwamba hela leo toa bilioni 1, milioni 500 imefanya nini. Because that's what we are trying to do. Hiyo strategy inatupeleka huko. Tuwe na option nyingi, lakini pia tuondoe hizo narratives. Lakini pia tujenge culture sasa ya CSOs huku, kuona kwamba hela si aziko kwa wazungu tu, ziko huku kwetu. Kama juzi nimechangia, kuna nani moja tumepata milioni 80 harusi tu. Sasa imagine kama harusi ya siku moja mnapata milioni 80. Hiyo milioni 80 ukiipa NGO 10 ukawapa milioni 88,
wanafanya kazi kubwa sana Legal Aid nchi nzima. Okay, nashukuru sana. So wewe Marekela, kama kijana, kiongozi kijana, ni executive director wa CSO ambayo ina focus kwenye masuala ya leadership na masuala ya peace kwa vijana na kwa jamii kwa ujumla. Na umesikia presentations mbili ambazo zimepita ambazo zinalenga kuongeza ustahimilivu, yani resilience na sustainability ya hizi CSOs. Wewe kama kijana, wewe kama kiongozi, unajionaje kwenye hizi tools mbili ambazo zimekuwa presented? Asante sana. Kama nilivyotambulisha, naitwa Joseph Brighton Marekela, ni member wa Youth Sounding Board, lakini pia mkurugenzi wa shirika la The African Leadership Initiatives for Impact. Nimependa sana presentation ambayo imefanyika na Dr. Kalage pamoja na mzetu wa Save the Children. Na mimi nadhani it's very relevant kwa ajili ya kuweza kuongeza ustahimilivu na uimara zaidi wa kazi za asasi za kiraia, hasa asasi za kiraia za vijana. Umeuliza najiona ama sijioni. Nitatoa tu mfano wa shirika langu. Shirika langu na miaka 2 toka nimesajili. Kwa hiyo siko na financial capacity kubwa sana. Last year September, kila mwaka September huwa tuna convene National Forum ya Youth Peace and Security pale Julius Nyerere Convention Center. Mwaka jana nilikuwa nahitaji angalau milioni 100 hivi kufanya ile forum. Nakumbuka toka nimesajiliwa sina muda mrefu na sina rekodi kubwa ya kupata fedha. Kwa hiyo milioni 100 ilikuwa ni hela nyingi sana kuitafuta, wala mtu kuniamini kunipa kwenye akaunti zangu. Sasa nimependa alichosema Dr. Kalagi kwamba kuna alternative strategies za kutafuta resources kufanikisha mambo yale, kwa maana ya kutafuta kwa mfano vitu kama material support. 90% ya wadau walio support walikuwa very comfortable kutokunipa hela mkononi, ila kama ni kulipia ukumbi moja kwa moja, kuleta matisheti, Baresa akasema mimi nitaleta vinywaji vyote, mwingine kile, nikajikuta sijakamata milioni 100 mkononi, lakini nimespend karibia gharama ile na tukio langu limefanyika. Kwa kuangalia alternative models za mobilization resources, material support, kupokea co-funding, in-kind donations na nini, ilikuwa ni kitu ambacho kwangu mimi ilikuwa ni rahisi kufanya jambo. Kwa najikuta ni organization ndogo ndio, lakini at least nina record ya kufanya some activities, kiasi kwamba the same report naweza nikatumia sasa kutafuta kwa wadau wengine kuongeza trust ya kwamba okay, kama una record ya kufanya kitu hiki manake, na kama huyu pia amekuchangia na huyu amekuchangia, manake at least unaaminika. Kwa kuanza mimi nadhani tuna kitu cha kujifunza, na mimi nadhani hizi model tuendelee kuona namna kuweza kuzilocalize kwa asasi ndogo za vijana, kwa sababu the biggest challenge ambayo asasi za vijana tunaona ni kwamba pale ambapo tunakosa guidance nzuri au namna gani tukasurvive katika kipindi ambacho wadau wengi hawatuamini kuweza kufanya kazi zetu, kwa maana kufanya kazi na sisi, hawaoni kama wakitupa resources zao tunaweza tukazitumia vizuri ama tukaleta kweli matokeo ambayo yanahitajika. Kwa mimi nadhani dissemination au kwanza mkurugenzi tujitahidi tu hii strategy ikamilike, lakini pia hii elimu tuendelee kutoa na kwa wadau wengine pia, ili mwisho wa siku hizi challenge ambazo tunazo za cut off za funding kwa wadau mbalimbali ambazo naamini zitaendelea. EU wamesema nao wanafanya review mwaka 2027, kwa hiyo tunategemea nao watashuka. Netherlands the same pia wameshatoa hiyo notice pia. Kwa hiyo lazima tuanze kuangalia ni namna gani tunaweza tukaendelea kusurvive kama civil society organization. Kwa hiyo mimi najiona kabisa katika hizi tools ambazo zimekuwa presented, na ninachoshauri tu ni kwamba Save the Children pamoja na Teacher LDC tuendelee kuona namna ya ku reach out kwa taasisi ndogo ndogo, hasa za mashirika ya vijana, na ninasisitiza mashirika ya vijana kwa sababu ndio future ya civil society sector. Kina Onesimo, mjiandae kuachia hii nafasi. Mmekuwepo muda mrefu sasa, mnatoka mnakuwa comfortable kiasi gani kama hamjafanya capacity building ya kutosha ya civil society za vijana ambao ndio zinakuja, zipende, ziwe na interest, ziweze ku overcome challenge. Sio mtu anakaa miaka miwili anaamua ku give up, anaamua kuachana na sekta aende kwenye sehemu nyingine, na kati kuna kazi kubwa ambayo inafanya na hii sekta ya civil society kusaidia jamii zetu za Tanzania. Asante. Asante sana Joseph kwa mchango wako mzuri, na nimependa hiyo statement yako ya mwisho ambao umesema future ya civil society ipo kwa youth led organizations. So inabidi tuwape jicho la pekee, hasa ku strengthen their capacity ili waweze kuendelea kuwepo na waweze kuplay role yao ku attain sustainable development. Na kuja kwako Barnabas,
Tumesikia presentation nzuri kutoka kwa Mariana, jinsi gani ambavyo Save the Children ina implement localization agenda, na ningependa kusikia kutoka kwako some of the practical examples kwa kifupi, jinsi gani tunavyoishi hii localization agenda, na labda kutoa hofu kwa hasa international NGOs kwenye masuala ya localization, kwa sababu notion inayokuwepo hapa ni kwamba ni kama resources zina skip level moja, inaenda moja kwa moja chini. Kwa hiyo pia hata uhai au ustahimilivu wa haya mashirika ya kimataifa unakuwa unaingia mashaka. So naomba tupe practical examples, na labda in a very brief some of the challenges unazoona Save the Children tunazipitia kwenye kuimplement our localization agenda. Karibu. Asante sana Lilian. Labda nianze na hilo la mwisho, hofu ya space for international organization. Mimi ninachoamini ni kwamba space itaendelea kuwa relevant kwa international organizations, itaendelea kuwa relevant kwa national, local and community based organizations. Na nitasema kwa nini. Asubuhi tulikuwa tunazungumzia masuala ya resilience, na it's a fact kwamba the sector is changing, na wadau pia inabidi kubadilika. Kwa sisi kama Save the Children, we have seen and anticipated the change. The move towards local resources ziende kwa local imekuwepo muda kidogo. Kwa hiyo kama organization you also need to position yourself. Na ndio ilikuwa swali la asubuhi, ujioji kwamba what is your relevance kwenye the changing dynamics za kwenye sector. Kwa hiyo amepresent Mariana vizuri the way ambavyo we strategically position ourselves kama Save the Children's moving forward. Kwa kupitia our localization strategy amezungumza kwamba we want a power to shift power to our partners, local partners. We want decision making to go to our partners, and as well we want resources ziende kwa wanachama partners wetu ambao tunafanya nao kazi. Sasa labda nije kusema tunaliishi vipi hilo, na nitakuwa na mifano kama miwili mitatu ya kuzungumzia. Kwa kwenye hii ya localization strategy, nadhani Mariana amezungumzia kuhusu SIDA-CSO program, lakini tuko hapa na Lili umesema wewe ni manager wa mradi wa Vijana Plus. Kwa hiyo licha ya kwamba ukweli, na hii imesema twanga asubuhi kwamba hili tuweze CSO ziweze kufanya kazi zinahitaji resources. Yani huo ni ukweli kwamba hela lazima iwepo kule. Lakini sisi kama Save the Children tunaamini hela na capacity lazima viende pamoja. Kwa sababu we have seen kwamba and I'm coming from the experience kwamba nimekuwepo kwenye local organizations and now niko upande wa international organizations. We still have gaps kwenye local organization, sio zote. Some wako better off, wanafanya vizuri, lakini majority na hasa mashirika ya vijana bado yana changamoto. Changamoto ya systems, changamoto ya uongozi, na ndio hii sasa tunasema kwamba it brings those trust issues, kwamba nina nia ya kupeleka hela lakini nina wasiwasi kwamba nikiipeleka hela itakuwaje. Na asubuhi hapa amesema ndugu wangu wa Kibaha kwamba unaweza ukapeleka hela na ndio ikawa chanzo cha kuua shirika, kwa sababu hela zikaleta migogoro, kwa sababu hakukuwa na system nzuri ambazo na governance ambazo zinaweza zikaensure kwamba zile resources zinafanywa kazi. Kwa hiyo modo ambao tunaichukua kwa Vijana Plus, na tumekuwa na program nyingine, we intend to build capacity ya partners ambao tunafanya nao kazi, lakini hatuishi tu kwenye kubuild capacity. Tunapeleka pia resources sasa za kuhakikisha kwamba zile plans ambazo amezungumza Mariana hapa, OCA, OCD, wanapata resources za ku-action zile plans zao. Lakini beyond that, tuna kitu tunaita innovative solutions.
kwamba hawa partners wana strategic plan zao, na sisi kama Save the Children tusingependa kusema kwamba tunakwenda kwa partner X, tunatamani kwamba these are the things we want to inject uweze kuzifanya. Tunaamini kwamba una strategic plan, what innovative solutions ambao unaweza bring out, ukasema mimi I want to implement my strategic plan and these are the ideas nataka kuimplement. So we are open ku resource those innovative solutions ambazo partner wanakuwa nazo, lakini tunaamini kwamba funding has to go hand with the capacity strengthening. Okay. Lakini la mwisho ambalo amelisema kaka John, kalisema kaka yangu Onesmo, ni namna gani tunaweza engage na private sector. For very long time tumekuwa tuna wale traditional donors ambao tunawaangalia kwenye resources zetu, lakini kumbe hizi private sectors wanaweza wakawa very supportive. Kwanza tukiacha hiyo CSR kwamba wana jukumu la kurudisha kwenye jamii, lakini pia what are the innovative financing solutions ambazo tunaweza bring in kwa private sector. Na tutakula mfano labda a product ya private sector, wewe kwa ni solution kwenye product yake, solution to the fact kwamba una solution ambayo unaipeleka ina create market kwenye bidhaa yake. Hawezi kusita kusema kwamba we can co-finance these interventions kwa sababu anaona there is a financial gain baada ya implementation ya hiyo nandi. Kwa hiyo kuna hiyo ya CSR kwamba ana jukumu la kurudisha. Tunaweza kuangalia ni kwa namna gani tunaweza tukaja na mawazo ya kubunifu ambao anaona nikipeleka kwenye shirika X kama CSR na mimi nitapata visibility kwamba hiki nafanya 1 2 3. Lakini upande wa pili ni huo, tunakujaje na mawazo ya kubunifu ambayo yana likelihood ya kuleta pesa kwa private sector pia. Hilo ni eneo ambalo hatuja explore kwa kiasi kikubwa, na nadhani it's a gray area kama civil society sector tunaweza tukaitazama. Asante. Asante sana Barnabas kwa wasilisho lako zuri. Sababu ya muda ningependa kurudi kwa audience, na kama kuna contribution yoyote, kuna swali lolote kwa any of the panelists here au presentation ambazo zilizokuwa zimepita, yote hii ni kwa ajili ya kujenga kwenye zile tools ambazo zimekuwa shared. Ni kweli ziko practical, ni kweli ziko zina uhalisia, tunaona kuna gaps gani na recommendations zipi zitumike ili kuimprove hizo approaches. Kwa upande wa Tanzania tunafahamu kwamba kuna resources nyingi ambazo tunazo ambazo ni natural, na hizi resources zimekuwa zina attract investors wengi kutoka nje, na tunafahamu katika investment tuna kitu kinaitwa cooperative social responsibilities. Nikajaribu kuwaza kwamba kama Azaki tunaweza kuinfluence change ya sera za uwekezaji na sheria hizo zinazo govern utaratibu wa cooperative social responsibility, tukawa na basket ambayo zote fund zinawekwa kwenye basket moja kama nchi, alafu CSO zina apply based on criteria, na priority zinatolewa kutokana na location ambapo zile resource kubwa zinatoka, kwamba CSO zinazo operate katika maeneo hayo zinapewa kipaumbele kwa ajili ya kuimplement. Kama nchi tunaweza tukawa na uhakika wa fedha. Faida ni kubwa kwamba tutapata ajira, kwa maana vijana wote watapata ajira kutokana na rasilimali ambazo zimechukuliwa kutoka nchini, lakini tutakuwa na uhakika kwa maana ya resilience kwamba CSO zitaendelea kuexist kwa sababu fund itakuwepo, na pamoja na hiyo serikali itaingia on board kwamba na yenyewe itajua, lakini pia ita attract creativity katika intervention. La ndugu yetu pale kwamba tuwe na basket ya kuchukua, ndio tulikuwa tumesema kwenye Dr. Kalage alisema kwamba si tumeshafanya on test, dona inakuwa wagumu sana kuendelea kutoa ile kwa kila naye kuja. Leo amekuja huyu, yani unakuta kila siku anapata proposal.
Kwa hiyo lazima tuko very slowly, hatutaki kukimbia. Tunakwenda very systematic. Na wao washiriki, tutengeneze kwa pamoja. Alafu sasa baadaye ndio sisi na sisi tuanze kutengeneza kama kina Rockefeller, kina Ford Foundation ambazo na zenyewe zitakuwa zinakuwa. Hata mimi nikitaka leo hii nitoe 100,000 na kuwa nina sehemu naweka na mimi ndajulikana na mimi nimechangia vitu fulani. Kwa hiyo inakuja hiyo ni swala la kwenda taratibu, na amini tutafika kwa sababu tumeshaanza, tumeshaona models tulizo test. Kwa ufupi mimi ni conclude kwa sababu nimepewa kazi ya kuconclude. Niwashukuru sana kwa kushiriki, na haya mazungumzo ni continuous. Haya tuwezi kumaliza leo. Tulizungumza mwaka jana, unaona mpaka leo tunazungumza, lakini kuna vitu tunavipata, kuna matokeo tunaanza kuyapata taratibu. Kwanza maoni yanakuja mapya, mawazo yanakuja mapya, uelewa unazidi kuwa mpana. Kwa hiyo tuendelee, platform yote inayo kupatikana tuendelee kujadiliana. Mimi naamini tutafika tu mwisho wa siku, tutengeneze utaratibu ambao sehemu fulani kwenye resources tulizonazo walau zinatoka ndani. Hiyo tunaweza. Mimi nadhani it's a matter of time. Itachukua muda. Uenda sisi tutatoka kwenye sekta, itakuja kufanikiwa 100% baadaye atupo, lakini lazima kitu kianzishwe leo. Tuvianzishe, alafu vijana wako hapa, uzuri wapo, watapika Malekela anasema tuwajengee uwezo. Ingieni kwenye magrupu. Kama vijana mko huko kwenye magrupu ya CSO, kuna directors forum, muingie, muendelee ku catch up. Nadhani tuna magrupu pia ambayo yanafanya grooming, yanawafanya mnakuwa networked. Kwa hiyo ni washauri vijana kama mko hapa, amko kwenye hayo magrupu, mtamuona Lisa, mtaingia kwa group ya directors forum. Kuna mambo mengi ambayo huwa tunafanya ambayo yanasaidia kuandaa vijana ambao tukitoka sisi wanaendeleza kijiti. Kwa hiyo niwashukuru sana. Mimi nadhani so far kazi ni nzuri, tuendelee kutafuta namna ya kuweza kusurvive kama civil societies. Nimekumbuka kwamba uliuliza what is missing kwenye ile presentation ofanya Dr. Kalagi katika zile pathways. Nadhani swala la strategic partnership hasa kwa hizi taasisi ndogo za vijana ni kitu muhimu sana. Kuna mahali unaweza ukakuta una idea nzuri, una uhakika kabisa nikienda pale naweza nisipate funding, lakini kumbe nikipartner na huyu bwana Save the Children, tukienda wawili, yule mtu tunaenda kumuomba atamuonea haya, huyu atatupatia funds wote wawili. Kwa hiyo si vizuri kukaa na idea yako peke yako uumie mwenyewe unatafuta funding haupati. Unaweza kufanya strategic partnership na co-creation. Inawezekana pia mtu anayefanya co-creation naye akawa na resources ndogo za kuanza kufanikisha ile model ya ile kitu, hata kama wadau wengine wanakuja, unakuta at least kuna kitu kimeanza. Kwa hiyo nadhani tukifanya hivyo tunaweza kuzidi kuendelea kuwa imara zaidi, na tafadhali tuendelee kupambana kuhakikisha kwamba sekta hii inazidi kuwa zaidi. Asante sana. Shukrani sana, na kama tulivyosema session ilikuwa inadili na masuala ya localization katika pathway to success, katika kuweza kuhakikisha kwamba tunaangalia namna gani innovative solutions na collective actions for sustainable actions development. Kwa hii discussion tutaendelea zaidi na zaidi. Tuache mwanzo kutufuata Save the Children na TCRC kuhakikisha kwamba hii discussion tunaendeleza na kuangalia namna gani tunaweza tukabuild sustainable partnership katika kuhakikisha kwamba tuna localization strategy. Asante sana. Naomba turudi wote katika the main hall. Asante sana.